Roho Mtakatifu. Tumeona viongozi wetu wamekosa unyenyekevu, hasa tunapoona mashindano, malumbano, matamushi ambayo hayapendezi, matamushi hata ya matusi. Wakati huu ni wa kuachana na mambo haya yote, ni kuacha maovu kama hayo na kuweza kukuza jamii iliyo safi, na hivyo hata nchi yetu tusiishi kwa ajili ya udanganyifu, tuishi kwa kweli, tuishi kimaadili, na nchi yetu itaweza kustawi ikiwa kila mmoja ataweza kuishi na kuzingatia ukweli. Hiyo sisi inatufunza tuwe wanyenyekevu kama Yesu Kristo. Tusiwe kama wanasiasa wanatusiana juu ya mahali kila siku, kila saa. Tunaona hata wakubwa wetu wanasimama juu ya mahali wanasema maneno ambaye haifai, maneno ambaye tunafunga masikio tukiyasikia, maneno ambaye tunasikia watoto wetu kwa TV tunasikia mbaya sana tukisikia. Hii ni hatari kubwa sana, inaweza letea watu vita, sababu watu wasipoishi nchi ya msalaba itakuwa watu na kabila yao. Kwa wale wasio wa Kristo pia wanafurahia siku hii ambayo ni ya ukombozi, maana Kristo ametukomboa sisi wote. Haijalishi kama uko kanisa ama uyuko kanisa, ukombozi ni kwa wote. Mwanasiasa astahili kufanya siasa katika kanisa. Kanisa ni hekalu la Mwenyezi Mungu. Wakati ambapo wanakuja katika kanisa, they should talk something that is spiritual, not just abusing each other. Ikiwa kuna kitu ambacho wangeweza kuzungumza, wanazungumza kwa njia inayostahili, ndio tuweze kupata jibu ambalo linastahili kama wananchi.